Miss Upendo, mwanangu anajua sounds lakini hajui kusoma. Ndiyo, ni kweli kabisa. Hiyo ni moja ya maswali kati ya mengi ambayo nakutana nayo, kwamba mwanangu anajua sounds lakini hajui kusoma. Na leo nitaenda kushare na wewe vitu vichache ambavyo vinasababisha kwa nini mtoto anapata changamoto za kusoma. Moja ya sababu ambayo inasababisha mtoto kutokufahamu kusoma ni kufahamu sauti za herufi katika mfumo wa ABCD. Yaani hapa unakuta mtoto anaweza kutambua zile sauti katika zikiwa kwenye A, B, C, au tuseme kwamba A, B, K, D. Lakini ukisema uzichanganye hizo herufi, mtoto anapata changamoto ya kutambua zile herufi ambazo umemwonyesha. Sababu nyingine inayosababisha mtoto kushindwa kusoma ni kufahamu herufi kwa majina yake. Hapa namaanisha kujua the letter names other than the sounds, ambazo sounds ndo zinazosababisha na kusaidia kusoma. Ninamaanisha nini? Unakuta mtoto anafahamu A baada ya kutamka sauti ya A ambayo ni A. Mtoto anafahamu labda the letter name kama ni D, baada ya kutambua na kufahamu zaidi sauti ya letter D ambayo ni D. So hiyo nayo inakuwa ni changamoto, kwa sababu maneno huundwa na sauti, na kama mtoto hatambui sauti vizuri atapata changamoto ya kusoma. Sababu nyingine ya mtoto kutokuweza kusoma ni kutokutambua sauti zilizopo katika maneno. Unaweza kuta umempatia mtoto kitabu au passage aweze kusoma, lakini ukakuta sasa anashindwa kutambua zile sauti ambazo ziko katika maneno unaomwambia asome. Hiyo inasababisha yeye asiweze kusoma vizuri. Hivyo basi mtoto anatakiwa awe focused sana na sounds ambazo zinaunda maneno ili kuweza kumsaidia katika usomaji wake. Miss Upendo.